ili hali hawa vijana wa Kenya wanahangaika, hawana ajira, wengi wameingia ulevi, wengi wameingia madawa, wengine wameingia depression. Mimi ninasema kazi ya kubadilisha katiba, kuongeza vyeo na mamlaka itangoja mpaka tupange uchumi. Hawa vijana kwanza wapate ajira jameni. Ama mnasemaje watu wa Meru? Ama mnasemaje? Mimi nauliza nyinyi, priority ni kubadilisha katiba ati viongozi tujiongezee vyeo? Si priority tubadilishe uchumi? Hawa vijana kwanza tuwapangie ajira. Bwana, tunaelewana? Na mimi ninasema priority number 1 next year tunaweka bilioni 100 katika miradi na mipango itakayowapa hawa vijana ajira as a matter of priority number 1. Tunaelewana? Watu wa Meru, sisi wote ni watu wazima, ni kweli ama si kweli? Leo katika taifa letu la Kenya, leo watu ambao wameingizwa ndani ya CRB ni watu milioni 14. 14 million Kenyans today are blacklisted under the CRB because of predatory lenders. Kwa sababu Wakenya milioni 14 wamewekwa ndani ya CRB kwa sababu hawawezi kulipa madeni, na hawawezi kulipa madeni kwa sababu madeni hayo ni madeni ya Shylock, ni madeni ya Fuliza, wanalipisha interest ya juu. Hakuna biashara mtu anaweza kufanya kama unakopa kwa Shylock ama kwa Fuliza. Ni kweli ama si kweli? Na wauliza watu wa Meru, munieleze, kama Wakenya milioni 14 wamewekwa ndani ya CRB blacklisted, Kenya hii itaendelea mbele namna gani? Kuna vile Kenya inaweza kwenda mbele wakati watu milioni 14 hawawezi kufanya biashara yeyote? Mimi ninasema hivi, mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu tunaweka pesa ya serikali, na ukiona hawa watu milioni 14 ni watu wadogo wadogo, watu wanafanya biashara ndogo ndogo, hawana mahali ya kukopa pesa, wanakopa kwa Shylock na Fuliza. Mimi nasema mwaka ujao tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 katika biashara ya hawa watu wadogo wadogo, ili wasikope pesa kwa Shylock kama Fuliza. Nyenye mnanielewa? Nyenye mnanielewa? I am saying it is not possible for us as a country to march forward if 14 million Kenyans today are blacklisted in CRB because of predatory lenders. We must reorganize our financial system so that we get rid of Shylocks and predatory lenders, so that we can bring back life to 14 million Kenyans who today cannot do any business. Mnanielewa jameni? Tunakubaliana? Jambo la tatu, mimi ninasema ya kwamba lazima tuweke pesa kwa kilimo, tuzalishe chakula ya kutosha, tuondoe mabroka, tufukuze makatel, ili chakula ifike hapa sokoni kwa bei nafuu, kila Mkenya aweze kuweka chakula kwa meza na watoto wake, na tuhakikisha kwamba mkulima amepata bei ya sawa sawa. Tunaelewana? Watu wa Meru, mimi nawaomba kwa unyenyekevu, nawaomba kwa unyenyekevu. Niko na maswali 3 peke yake. Maswali ngapi? Maswali ngapi? Mimi nawaomba munijibu tafadhali kwa heshima. Mtanisaidia kujibu? Niko na maswali ngapi? Swali ya kwanza, mimi nauliza nyinyi, mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Kwa sababu wale wanasema tubadilishe katiba, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze mamlaka ya rais, sijui tuongeze mamlaka ya nani. Mimi ninasema si tungebadilisha uchumi kwanza, ili tuwapangie hawa vijana ajira, na tupange pesa ya hawa wafanyabiashara wadogo wadogo wainue biashara yao, na tuwapange pesa ya mkulima atuzalishie chakula ya kutosha, tuondoe njaa. Mimi nauliza Meru, swali ya kwanza, mnataka tubadilishe uchumi ama mnataka tubadilishe katiba?
Mnataka tubadilishe uchumi kwanza? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Wale wanakubaliana na mimi tubadilishe uchumi kwanza nione. Sawa sawa. Swali ya pili. Mimi nauliza nyinyi. Wakati tunaenda kubadilisha uchumi, mnataka tungojee juu ama tuanze na hapa chini? Tuanze na hapa chini. Tupange kwanza mambo ya hawa vijana wapate ajira hapa chini. Na wakulima hawa wadogo hapa chini tuwapangie biashara yao wainuke kwanza. Na tushughulikie wakulima. So mnasema tuanze hapa chini. Hapa bottom. Bottom hapa kwa watu jobless. Hapa kwa watu ambao wafanyabiashara wadogo hawa. Mnasema bottom hapa. Alafu up. Bottom alafu up. Mnasema bottom alafu up. Yaani mnasema bottom up. Mnasema bottom up. Wapo watu wa bottom up hapa ndio. Tumekubaliana? Swali ya mwisho. Niko na swali moja tu nimebakisha. Tafadhali. Niulize hiyo ya mwisho. Mimi nawauliza watu wa Meru. Sasa watu wa Meru. Sisi ndio tuliungana 2013 tukaunda serikali. Sisi tukakataa ukabila. Tukakataa chuki. Tukakataa kugawanywa. Tukaungana. Sisi tumejenga reli. Tumejenga hii mabarabara yote. Tumeunganisha stima. Tukaungana tena 2017 tukaunda serikali. Sasa niko na swali kwenu. Mimi nawauliza. Sasa watu wa Meru. Sisi watu milioni 8 tumeungana tukaunda serikali mara 2. Ati sisi watu milioni 8 tumekosa mtu ya kutuongoza. Mpaka tunaenda kukodeshewa mtu ya kitendawili atuongoze. Surely. Tafadhali. Surely. Yani ati sisi watu milioni 8. Yani sisi watu milioni 8 tumekosa mpango, tukakosa akili, tukakosa plan. Mpaka mtu ya kitendawili anaenda kukodeshwa, mtu ya kutupa mawe, mtu ya kung'oa reli, mtu ya kuvunja chama, ati akuja atuongoze. Bana. Hiyo ni madharau bwana. Hiyo ni madharau. Bana. Sio ni matusi. Kwani sisi tulikuwa wajinga na tukaunda serikali mara 2? Watu wawache mchezo nani? Hiyo mchezo wawache. Na hata rafiki yangu Kiraitu mwambie tafadhali. Sisi tuko na akili. Hawaje kutuletea mambo ya upuzi. Ama ni aje? Hapana. Ama ni aje? Ati sisi ndio kuletewa mtu ya kitendawili. Tuko pamoja. Mimi nataka niwaulize watu wa Meru. Si mimi nasimama hapa mbele yenu. Na mimi si mgeni kwenu. Wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mtu wa kusimama na yeye. Wakati alikuwa anatafuta kiti ya rais, akasema anataka mwanaume wa kusimama na yeye. Kitendawili alisimama na yeye. Mtu ya watermelon huyu katikati alisimama na yeye. Hawa watu ya Serela kina Musalia na Gideon walisimama na yeye. Si mimi ndio nilisimama na Uhuru Kenyatta mpaka akakuwa rais. Sasa hawa watu wanatuambia nini? Sisi ni watu wa kujipanga. Si tumejipanga. Si chama ni hii ya wera ni wera hii. Si hii chama ni ya kazi ni kazi. Na si mpango tumekubaliana ni bottom up. Ni bottom up. Tumejipanga. Tumejipanga hatujajipanga. Chama ni UDA. Mpango ni bottom up. Tumejipanga. Tuko na haja ya mtu ya kitendawili. Tuko na haja ya mtu ya kung'oa reli. Tuko na haja na mtu ya kutupa mawe. Si tumejipanga. Wangapi wanakubaliana na mimi tumejipanga. Nikisema Harambee tunasema UDA. Harambee.
Harambee! Harambee! Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Hey, naona mmejipanga. Mko rada mbaya. Sawa sawa. Tumejipanga. Basi. Wacha nipatie huyu mrembo wenu Halima aweze kuwasalimia. Harambee! Harambee! UDA! Asante sana Your Excellency the Deputy President, na karibu sana hapa Meru. Your Excellency, hii si mara yako ya kwanza kuja wala sio ya mwisho. Sisi watu wa Meru tunakupenda kwa sababu wewe ni mtu mchapakazi. Your Excellency, mimi naomba kiti cha North-Imenti kama mjumbe. Nataka kuwaomba watu wetu, kama mtanichagua MP North-Imenti 2022, mushikanishe kura yangu na ya William Samoei Ruto. Zibebane hivi, Halima Ruto. Na msisahau pia seneta na viongozi wengine wenye watasimama na chama ambacho kinaenda kuinua watu wa mashinani. His Excellency leo amekuja kuempower watu wa soko wa biashara ndogo ndogo. Na pia kuna CBO ambayo itaweza kuwa empowered. Watu wa bodaboda ninajipanga Your Excellency. Disemba niko na milioni moja Your Excellency. Na hiyo milioni moja nitaomba viongozi wengine waniongeze. Nitaenda paka mashinani na kila bodaboda, kituo cha bodaboda kitaweza kupata share kwa hiyo pesa. Kwa sababu sisi tunataka tuinue watu kutoka chini kuja juu. Lingine nataka kuambia, North-Imenti Your Excellency, kuna sehemu zina shida ya maji, kuna sehemu ziko na shida ya stima, lakini vile mimi nakujua wewe ni mchapakazi, na ndio maana tunataka kukupeleka kwa presidency. Tunajua wewe ukipata hicho kiti, shida zetu zitakuwa halfway done. Niwaambie hivi watu wetu, nimekaa bungeni miaka 4. Kati ya viongozi wa Meru kama tumeungwa mkono na Deputy President ambaye alinipea hichi kiti. His Excellency aliponipea hichi kiti miaka 4, nimeweza kuempower watu wa chini kwa njia ndogo ndogo na mingi, na nataka kuwaeleza nikipewa CDF yenu nitaweza kuichunga. His Excellency akiongeza hizo pesa nyingi, tutaweza kusaidia watu wetu. Sitaongea zaidi hapo. Nataka kuambia msitusahau 2022. Asanteni. Asante sana madam. Niko hapa na Kadhure Murungi, mbunge wa South-Imenti. Aya, Harambee! Harambee! UDA! UDA! Mimi ni dakika moja tu tuhakikishie naibu rais. Hapa Meru hatuna mipango miwili. Hapa hatuna mpango wa kando. Si ni kweli? Hapa tuna mpango wa kando. Hapa si ni haswa. Hapa nione mkono haswa. Lakini nimwambie Deputy President, while you are away, kuna watu walituletea kitendawili hapa Meru. Munataka kitendawili Meru? Wale hawataki niona mkono juu. Na wale watu ya mwisho, wale watu wanaleta kitendawili, tuwafanye namna gani? Wale wanaleta kitendawili wafanye nini? Wale wanaleta kitendawili wafanye nini?
Kitendawili aende. Basi asanteni. Haya, niko hapa na mbunge Mheshimiwa Kirima wa hapa Imenti Central. UDA! Ni kazi. Ai, nawe ankobeto na taukale kama wera MPO UDA! Yangu Deputy President ni shukurani kwa hao watu. Wakati Kitendawili alipokuwa anapitia hapa Meru hapa tuko, vijana walisimama akisema kitu wanamwambia Ruto, mlisema Ruto. Asanti. Hiyo mlifanya mzuri na ilionekana mboma ina wenyewe. Ni kweli ama si kweli? Mboma ina wenyewe. Yangu ya mwisho, tukiwa hapa 2017 na Uhuru Kenyatta na Deputy President Ruto, tulisimama hapa pale stage hapo. Uhuru akatuambia anataka miaka 10, akatuambia 10 ingine ni nani? Alituambia ni nani? Alipotuambia ni Ruto, kwani Ruto ametumia yake? Si wakati huu. Na Wameru mnajua tukisema kitu ni ahadi. Ni kweli ama si kweli? Ni Ruto ama si Ruto? Na mkiwa hapa, hata mkienda mashinani, lazima mupeleke sauti ya UDA. Asante sana. Haya, niko na mbunge wa Tigania West Mheshimiwa Daktari Mutunga. Pigeni makofi hiyo Daktari Mutunga. Harambee! UDA! Mheshimiwa Deputy President, sisi tulikuwa tumehuzunika sana. Walipofika hapa, tuliwaambia shida zetu ni 3. Tukawaambia shida ya kwanza ni ajira. Wakatujibu TV. Harambee! TV ni nini ndugu yangu? Tukawaambia shida yetu ni wakina mama na bodaboda hawajapata kazi mzuri. Wakatuambia tiala na ndio jibu. Alafu mwishowe tukawaambia shida yetu ingine, wakulima hawapati bei mzuri kwa mazao yao. Wakatuambia ni ria. Sasa jamani, ria ni nini? TV ni nini? Mheshimiwa Naibu wa Rais anajua hajui? Ni wangapi wanasema anajua? Harambee! Uendelee mbele na Wameru ni watu wa msimamo, tuko na wewe. Ni wangapi wako na Mheshimiwa Naibu Rais? Haya. Asanteni sana, asante. Niko na wamama wataje majina yao, wanatafuta viti mbalimbali. Tuko na mama mmoja hapo, panda hapo juu, sema jina. Kwa majina naitwa Edri Makena Modara, mama Asela. Karibu sana Asela, Meru County, tunakupenda. Asante. Mpaka State House. Na mimi natafuta kiti ya Women Rep Meru County, tuko pamoja. Asante sana. Haya. Tuko na mama mwingine hapo. Future President wetu, the 5th President in the Republic of Kenya. Dawa UDA wakawate. UDA. Kazi ni kazi. Nyamu wako roho. Eta wa Elizabeth Kailemia, mama safi, anafanya kazi safi. Anafanya nini? Kazi safi. Kazi safi. Asanteni. Haya, tuko na mama mwingine tena. Haya, mama anaitwa Sara. UDA. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Sara Gaki. Natafuta kiti ya Women Rep Meru County 2022 na tunasema mpango ni Asala, chama ni UDA, kazi ni kazi. Asanteni sana.
Haya, tuko na mama mwingine anaitwa Charity. Natafuta kiti ya women rep, lakini mkishika mkono president tumefika zote. Asante sana mama. Haya, niko na vijana wengine hapo. Mimi naitwa Kaimeni Kinoti kutoka kule Bogochi West. Niko na neno moja peke yake ya kusema. Vijana wenzangu, nataka kuwatuma kazi. Yuko mzee hapa alikataliwa na shosho wetu, akakataliwa na baba zetu. Sisi vijana tukikubali mzee wa kitendawili, si tutabeba kisirani ya baba zetu na shosho zetu. Hakuna kitendawili, tumekataa. Pamoja kabisa na muombe Mungu. Haya, kuna mama mmoja hapo wa mwisho. Tinyari au mama wengi, mimi ni mmoja wa wale wanasimama kiti cha MCA mahali hapa municipality ward. Na tunapenda kuambia wa deputy president, watu wa municipality tumejipanga. Tuko na vikundi za bodaboda, vikundi za jua kali, vikundi za kina mama, vikundi za madereva na hata wa conductors. Kwa hivyo unapokumbuka wengine hawa asla mwenzetu, tukumbuka kwa sababu ni asla. Mtu akitendawili tunamwambia kama uwezi ukapeleka result State House, haitabadilika kuwa crocodile. Imana itakuwa result. Thank you so much. Tuko na huyu jamaa anatafuta kiti ya senator. Wewe panda hapo. Oye vijana Central Menti Kadhurima na Ruto, sawa sawa. Vijana wote youth technocrats tuko nyuma yako mheshimiwa. Bottom up tuko nyuma yako, tunakupeleka kazi. Central Menti oye. Haya, huyo muungwana anatafuta kiti ya senator, asimame hapo. Harambee! Harambee! Mimi naitwa Kadendo, mnanijua. Nimekuwa nimecheza hapa. Natafuta kiti ya senator na chama ni UDA. Chama ni UDA. Asante. Haya, niko hapa na senator wetu wa Meru, Senator Mithuka Linturi. Vijana oye! Wa Meru oye! Yangu ni kitu kimoja peke yake, tafadhali. Kile nataka kuwaomba, tukiwa hapa kwa heshima kuu, kwa vile sisi tuliambiwa na baba yetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ya kwamba miaka yake ni 10 na naibu rais yake ni 10. Tunataka kuweka hiyo ahadi, na sababu tulikubali kwa vile pia alituambia mtu wa kitendawili ni mgoroki, na sababu ni mgoroki hajatuambia alimpeleka hospitali gani, akatibiwa, akawa mtu mzuri. Na kwa hivyo ningetaka kumuomba, kama kuna mahospitali ambayo inatibu wazimu na inakuwa, wacha tueleze ni wapi pia, sababu kuna watu wengi wengine wagonjwa, tuwapeleke mahospitali waweze kutibiwa. Ya mwisho tafadhali, antobeto kumarware tote kwenda wekerwa ibo towe ya kwenda rweruke ndene goko nanondo babwe bwetekeretie wena yumbe banana kaneko miba inyuma ya asra ko muntu omweko yotwera kauto nunkera nende tomeina itwetete itonunkerete tomenatore watu no ndito wadhikera ndeseneta na yumbe tuetanye na asla boto egeratik. Asante, Mungu akubariki.
Niko hapa na Mheshimiwa Gachagua kutoka Mathira huko Nyeri. Andu a Meru muriaga ringi kaimwira mwaki atia uguo niguo mukoragwo muhiana mutiriagarega mwaki mumeamua ni hasla mtu akitendawili hamutaki. Tungetaka tukiwa hapa Meru tumwambie Waziri Fred Matiang'i na PS Karaja Kebicho, wamesema ya kwamba Raila Odinga ni project ya serikali na watamsukuma na nguvu mpaka akuwe rais. Tungetaka kuambia hawa wenye kuamua ni wananchi. Matiang'i na Kebicho wanasema ati Raila atafanyiwa kampeni na polisi. Hiyo hapana kazi ya polisi. Wanasema ya kwamba ati machief na watu ya nyumba 10 ndio watasukuma bwana kitendawili. Na huyu Kebicho amesema wale watu watakataa kitendawili watanyoroshwa. Huyu Kebicho amesema ati wale watu hawataki Raila wameze wembe. Tungetaka kumwambia Kebicho na Matiang'i, muacha kiburi, muacha maringo. Nyinyi mulipewa kazi na Uhuru Kenyatta kwa sababu tulimchagua. Mupatie sisi heshima. Niguadwa ito. Nimokwenda njoguoya. Nimokoroga manaja beno. Ino ni omorenda. Inaeta Ruto. Ino ya Wilbaro. Ino ya UDA. Ona ya Menuo. Ona ya Chabio. Ona igero yanyo. Ona ya Rihozi Waganda. Ona ya Tunyuogi Gari. Ona ya Ikerio Mahiga na Raila. Ino ni omorenda. Nani aina guoko. Hawana omore. Asante sana watu ya Meru na watu ya Nyeri, tunapigaga kura kikapu moja. Wakati ya Mwai Kibaki mlitushinda, wakati ya Uhuru mlitushinda. Mwaka huu naona muko na Ruto na sisi tuko na Ruto, na muhakikishia watu ya Nyeri tutashinda nyinyi kwa kura ya Ruto mwaka huu. Mutatushinda. Asante, Mungu awabariki. Okay, asanteni sana watu wa Meru. Naamini tumekubaliana. Tunatembea pamoja watu wa Meru. Hapo kwa wera ni wera. Hapo kwa ngogere ngoge. Hapo kwa kazi ni kazi. Hebu ni wale wanasema tutatembea pamoja. Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee. Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA. Bas, nyinyi mahasla, watu ya bodaboda, wale wafanyabiashara wa hapa taksi na nini, tuko na mambo yenu. Sawa. Mambo yenu itapangwa hapa saa hizi na mama Halima. Tutampangia hapa, alafu mchukue mambo yenu kutoka kwake. Sawa. Tuko pamoja. Mimi nataka niseme asanteni sana na wapenda sana. Mulungu abudharime. Mungu awabariki sana jameni. Asanteni. Thank you very much. God bless you. Tuko pamoja. Wewe Mudi ya Wilbaro. Ni wewe. Nani wapi ni Mudi ya Wilbaro?